chapter 4 verse 7 to 11. Hebu tuangalie pale. Hivi ndivyo ambavyo Biblia inasema, mstari wa 7. Hebu nione nitasoma version gani hapa. Okay, si hiyo. Ngoja nirudi nyuma hapa nipate gani, where is it, iko wapi? Kuna version nataka niangalie. Wacha nione hii. Ili Mungu atukuzwe kwa mambo yote. Biblia inasema hivi, mstari wa 7 inasema ya kwamba mwisho wa mambo yote unakuja. Right? Mwisho wa mambo yote unakuja. Kwa hiyo muwe na ufahamu ulio sahihi, na iweni na nia njema kwa ajili ya maombi yenu. Kabla ya mambo yote, iweni na bidii katika upendo kwa kila jambo, kwa kuwa upendo hautafuti kufunua dhambi za wengine. Onyesheni ukarimu kwa kila mmoja bila kunungunika. Verse 10. Kama ambavyo kila mmoja wenu alivyopokea karama, itumieni katika kuhudumiana kama wasimamizi wema wa karama nyingi zilizotolewa bure na Mungu. Verse 11. Kama mtu akiongea, na iwe kama mausia ya Mungu, na kama mtu akihudumu, na iwe kama uwezo uliopewa na Mungu, ili kwamba kwa kila jambo Mungu apate kutukuzwa kupitia Yesu Kristo. Umesikia? Ati ili kwa kila jambo Mwenyezi Mungu apate kutukuzwa, Mwenyezi Mungu apate kuinuliwa. Kwa kila jambo Mwenyezi Mungu apate kusifiwa. Kuna version itafuta, kuna neno natafuta pale. Let me see kama nitalipata hapa. In the meantime, Biblia ya Kizungu inasema hivi, 1 Peter chapter 4. Yes, 1 Peter chapter 4 verse 7. But the end of the things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayers. Biblia inasema we be serious. Mchezo ati tuachane nao. Munapaswa kuwa na utaratibu wa nidhamu na nidhamu ili muweze kusali. Lazima tuweke nidhamu, mwanaligi. Unanipata? Kumaanisha kwamba hata Mwenyezi Mungu huwa anapenda watu ambao wana nidhamu, watu ambao wana adabu, watu ambao wako serious. Wewe ulijua hivyo? Mungu anapenda watu ambao wako serious ili muweze kusali. Utasali namna gani kama hauko serious? Pastor Makana ametuambia kwamba you are either playing or praying. You are either playing or praying. So you can imagine if you've been playing, maisha yako yamekuaje? Yeah? So Biblia inasema ya kwamba we need to be serious and watchful. Basi leo Mwanaligi nimekuja kukuambia hivi, na nimekuja pia kukupatia changamoto pia mimi nikiwa pale ndani. Let us get serious. Biblia inasema ya kwamba nyakati hizi ni mbaya. The end of the things is at hand. Mwisho wa vitu vyote umekaribia. Let us get serious. Unaipata? Hebu tupumue kiasi. Alright, tarehe 29 taifa laomboleza kifo cha mwandishi mashuhuri Ngugi wa Thiong'o. Ya hizo habari tuliweza kuzipata jana usiku, na mbunge Koimburi atarajiwa kuwajibishwa kisheria baada ya kubainika kutoa taarifa za uongo kuhusu utekaji nyara. Beatrice Maganga atakuwa anaingia saa 12 kutupatia habari za Radio 47. Alright. Haya, tuendelee. Zaidi ya yote pendaneni kwa moyo wote, maana upendo hufunika dhambi nyingi. Pendaneni kwa moyo wote. Upendo hufunika dhambi nyingi. Nuru ya mwanamke, nuru ya mwanaume tunapatana. Upendo hufunika dhambi nyingi. Kuna watu ambao ni wakuchocha sana, na watu ambao wanakuwa na mafinyo. Ushaona watu ambao wako na mafinyo? Yaani yeye akiona tu kitu kadogo ni kujipendekeza. Yaani hata rafiki yako, hata pale kazini tunapendana. Kuna vile ambavyo rafiki yako atateleza, your colleague ateleze. Ya umfunike tu, useme ya kwamba we next time hebu chunga hii mdosi asijue.
ya, na yeye anarekebisha. Si na wewe unaambiwa hivyo alafu unazidisha, kesho unafanya the mistake again, kesho kutwa hivyo hivyo. Lakini kuna watu ambao ni wa kujipendekeza, hawana upendo kabisa, kwamba anapenda wakati ambapo umeteleza. Uneteleza sasa ndio hiyo anaanza kuandika message kwa anaandikia mdosi kwa WhatsApp, "Sir, have you seen this madam?" Tena anapiga picha, anatuma video, akuseti. Akuseti. Biblia inasema ya kwamba maana upendo hufunika dhambi nyingi. Hata kwenye ndoa upendo unafunika dhambi nyingi jamani. Mwisho wa vitu vyote unakaribia. Jamani, tupendane. Hii chuki hakuna mahali itatupeleka. Wakenya tupendane. Upendo unafunika dhambi nyingi. Kuna vile ambavyo hutataka kuexpose rafiki yako. Doesn't have to be your spouse. Lakini hata rafiki yako, unajua, kuna vile ambavyo hutataka kumexpose kwa sababu uko na upendo. Lakini wale ambao ni wakwenda wakiexpose wengine hata kwenye mitandao, ni kwa sababu wewe umekosa nidhamu na umekosa hekima, umekosa nuru, umekosa upendo. What joy is there wakati ambapo unaanika mtu mitandaoni? Ndio nini? Okay, sasa kimo chako kimeongezeka? Weight yako imeongezeka? Nini kimeongezeka katika maisha yako? Unajua, wakati tukipitia neno la Mungu na tulikule vizuri na liingie ndani yetu, kuna mambo ambayo utafanya. Lakini kwenye mitandao ni kuanikana. Wewe unafurahia kuanika watu wengine. Unapata nini? Unafaidika na nini? Upendo hufunika dhambi nyingi. Namba 9. Muwe na ukarimu nyinyi kwa nyinyi bila kunungunika. Ukarimu nyinyi kwa nyinyi bila kunungunika. Manunguniko mengi, si kwenye familia, si wapi. Manunguniko hayampendezi Mwenyezi Mungu. In fact, manunguniko huwa yanafunga njia zako. Niulize mimi. Si mimi nishakupatia ushuhuda wangu mara nyingi. Manunguniko yanafunga njia za Bwana. Haya. Verse 10. Kila mmoja anapaswa kutumia kipaji alichojaliwa na Mungu kwa faida ya wengine. Sasa sikia. Kipaji ulichopewa na Mungu mwanaligi kinafaa kifaidi wengine. Lakini nyakati ambazo tunaishi ni gani? Ni mimi. It is about me. Shauri yao wajipange. Kwani mimi ndio niliwaambia wasipewe vipawa na Mungu? So it is about me. Kipawa changu bora kinanifaidi, niko sawa. Lakini Biblia inasema namna gani? Inasema ya kwamba tumia kipaji chako vizuri ulichojaliwa na Mungu ili kuwafaidi wengine. Kiwe ni cha faida kwa watu wengine. Tumia influence yako vizuri iwe ya faida kwa wengine, na Mungu atatukuzwa. Haya. Yes. Kama vile uwakili mwema wa zawadi mbalimbali za Mungu. Verse 11. Anayesema kitu, maneno yake na yawe kama maneno ya Mungu. Atakayetumika anapaswa kutumikia kwa nguvu anayojaliwa na Mungu, ili katika mambo yote Mungu atukuzwe kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu na nguvu ni vyake milele na milele. Amina. Yani ya kwamba ili mambo yote haya, at the end of the day, Mungu atasifiwa. At the end of the day tutasema wow, God is good. At the end of the day tutasema sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Anayesema kitu, anayetoa maneno kwa kinywa chake, maneno yake yawe kama maneno ya Mungu. Maneno yake yampendeze Mwenyezi Mungu. Maneno yake yajawe na huruma kama vile ambavyo Mungu amejawa na huruma. Maneno yake yajawe na mwangaza na nuru. Kama maneno yako hayana nuru, funga mdomo, usiongee, kwa sababu halitamtukuza Bwana. Yani mambo haya yote ambayo tunafanya mwanaligi katika ulimwengu wa leo yanafaa yampatie Mwenyezi Mungu utukufu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo jambo ambalo unafanya ikiwa halimpatii Mwenyezi Mungu utukufu, think again. You need to recheck. Unahitaji kurudi nyuma na kujiuliza, ninakosea wapi? Unanipata vizuri? Ili Mungu atukuzwe kwa mambo yote. Bas